Mama karibu sana. Mbona karibu zinakuwa nyingi vipi? Mimi nimeshakaribia na nimeshafika nimekaa. Hebu nitie huyo mwingine. Mama punguza pressure kwanza. Nataka nikuelekeze sehemu ninayoishi mwanao. Hapa ndo napoishi mwanao. Najua hapa ndipo unapoishi na ndio maana ukanileta hapa. Na kama wewe kweli una maisha mazuri kiasi hichi, kwa nini umemfukuza dadako? Kwa nini? Hebu kwanza nitie huyo mwingine. Hebu nitie. Nadia. Habari yako? Shika adabu yako. Unaniambia mimi habari yako? Mimi nalingana na wewe? Hebu niamkie nipe shikamoo. Una adabu wewe mtoto eti? Naona umekuja na mgeni. Mama. Huyu ni mchumba wangu. Anaitwa Nadia. Ndio tutakuwa tunaishi naye hapa. Mpaka hapo nimepata picha. Kumbe wewe ulishirikiana na huyo kunifukuzia hapa mwanangu, si ndio? Yaani ukamfukuza dada yako kwa kushirikiana na huyo Nadia, sijui kitu gani, sijui kinini. Kwa nini lakini? Wewe ulikuja kule, mama, namtaka mdogo wangu nikamsomeshe, mimi sasa hivi na maisha mazuri, sitaki apate tabu, sijui kitu gani. Matokeo yake mkamleta hapa kumgeuza mfanyakazi. Maana yake nini? So hivyo mama. So hivyo vipi? Mimi siwezi kusimama kwa upande wa Betty na siwezi kusimama kwa upande wa Nadia. Mimi nitasimama katikati. Swala la kuondoka hapa Betty ni kwa sababu ya uvunjifu wa nidhamu. Alifikia mpaka hatua ya kujibishana na wifi yake. Ndio nikaamua nimrudishe kwanza kijijini aje apumzike. Sasa kwa hali hii uliyoiona hapa, kwa nini asijibishane naye? Kwa sababu gani? Mimi tu mama yako ananiambia habari yako. Sasa kwa nini huyo mwanangu asimjibishe? Kwa nini? Ina maana walikutana wote akili zao bado za kitoto. Sawa? Na ndio maana kwa jibizana ilikuwa tu ni kumuita nani kukana mdogo wako chini, kuyaongea myamalize. Wewe umeona ana adabu? Sasa kama ana adabu kwa nini asivunjiwe adabu? Wewe mama, naona sasa unataka kunitawala. Umetoka kuna kuja kwangu mpana kama kuna nika gulo la mashineni, si ndio? Sasa nakwambia hivi, hapa ulipofika, umeliona hili jumba hili? Leo umekanyaga na leo hii unaondoka. Niache. Ulipokuja ndipo utakapoondoka hivyo hivyo. Haiwezi kaa itokee. Labda usiku uwe mchana uwe usiku. Sawa. Mimi nitaishi hapa milele kwa mwanangu. Tena nitajitandaza haswa. Sawa? Sasa nakwambia hivi. Yule mbwa mdogo sikashatangulia kule. Sasa kilichobakia ni wewe mbwa mkubwa kumfuata. Wala haujakosea. Mimi ni mbwa. Betty ni mbwa. Masu ni mbwa, kwa hiyo na wewe pia ni mbwa. Tena wewe ni mbwa koko. Kwa mitaani usiokuwa na mwenyewe. Hiyo jeuli yako. Hilo lambo lako si sulfate litaishia hapo, utaondoka nalo. Wallahi na hapa wewe. Labda usiku uwe mchana uwe usiku. Unaona mamako? Mimi nitakaishi hapo kwa mwanangu milele. Yaani leo ndo mwanzo na mwisho. Huyu mama umwaje akae. Yaani wale wajibu mimi. Wazazi wako wanawajibu kama unavyonijibu mimi. Alafu nikubali tu kirahisi tu uishi na mwanangu hapa. Haiwezi kaa itokee. Haitatokea labda Masu siku mzao. Halafu mume wangu mimi naongea naye kitandani. Wewe unaongea naye umekaa kwenye kochi na makaboka yako wapi na wapi? Wala hatushindane na usi. Kuna adabu wewe. Nenda wewe kidagaa wewe. Mama. Toka hapa na usiniambie mama kitu gani. Pengine umemkuta hayuko sawa, lakini yuko vizuri tu. Unaniletea mtu akunizalilisha mimi? Unaniletea mtu akunitukana mimi? We Masu wewe. Masu angalia. Masu jiangalie. Nimekulea kwa tabu wewe. Nimepata shida nyingi kwa ajili yako. Nimepitia mambo mengi. Sawa? Kuwa makini. Dunia isikudanganye.